Bunge la Mwananchi. Tupo ama hatupo? Tupo. Unajua nasikia mkiongelelea huyo kijana. Mimi mwenyewe nililia. Kwa sababu he is among my trusted bloggers. So sasa nyinyi mnasema memba wetu, mimi nasema memba na nasema pia rafiki. In fact, hiyo society yao ya bloggers wananiuliza wewe kama Frank ulikuwa mmoja wetu. Juu anything yenye tulifanya kama mkikumbuka tukichukua hii uongozi, we were trending every week. He was among the first teams wenye walikuwa wanafanya to trend. Hata saa hii sasa yenye mna trend anakuanga kwa hiyo team yenye inaongozanga trends zetu. So apart from being a member of Bunge la Mwananchi, bado alikuwa rafiki yangu, and that's why it is even painful kumuongelelea. Bunge la Mwananchi. Bunge la Mwananchi. So as the president of Bunge la Mwananchi, and at the same time the national spokesman of Kenya moja, I want to tell you that zile vitu zote zenye tunalilia mwaziona. Kitu ya kushangaza sana ni ati jana sasa zenye watu walikuwa wanafanya press, tuliona mwenye complainant mkubwa mwenye ni suspect mkubwa amekaa kando ya press. Sasa hizi mnatuambia ati DCI wana investigate kifo. Uta investigate aje boss wako? Ati una investigate mtu na mwenye una investigate, hiyo investigation yote utaichukua upelekea nani? Boss wako mwenye una investigate. So it is very simple. Nasema hivi leo. Sasa nye tulianzisha maandamano, press tulifanyia pale usiku kama mnakumbuka. Agencies na vijana wananiuliza, wewe kama president wa Bunge la Mwananchi, wewe kama spokesman wa Kenya moja, wewe kama rafiki ya Kajwang, una maoni gani na unataka tufanye nini? So mimi nawaambia leo tunapatiana 2 days, kesho na kesho kutwa. Kama Eliud Langat hata step aside investigatiwe, because there is no way unaweza sema una investigatiwa na wenye wana kuinvestigate wanaleta ripoti kwako. It can never happen, and it has never happened. Hata Uhuru Muigai Kenyatta sasa nye aliitwa Hague akiwa president the first term, aliacha title yake ya presidency akaenda Hague na akaachia presidency Ruto. So kama Eliud Langat anasema mikono yake ni clean, ofisi ya DIG kuna mahali inaenda ama itahama wa Kenya? Asongea tu kando investigatiwe. Investigation ikiisha, hata tu sisi kama wa Kenya tutapiga debe, apromotiwe, apatiwe nini? IG. Lakini as long as ako kwa hiyo ofisi, sisi ni ku warm up, tuna warm up. Tunaweza tembea kwa hiyo ofisi anytime. Na tutaki kuwa na crisis. Hatutaki kuwa na crisis. Lakini kama unataka iwe, itakuwa. Mimi sasa nye nilichukua uongozi nilisema one thing. Mimi nimejitolea kufa. So mambo ya kufa na kufinywa makenda tumefinywa tumezeea. Hatuwezi kubali kifo ya memba iende tu hivyo. Na hatuwezi kubali hizo adakadabra zenye mnaongelelea tuzisikie. So it is very simple. Within 2 days kama uta step aside, tutaenda kotini, tutaenda kwa barabara, na tutafanya any mechanism yenye tunaweza kama wanabunge na kama wananchi wa hii Kenya, to make sure Kajwang na familia yake imepata justice na hii Kenya inasonga mbele bila ubaguano. Wanabunge haya tupo ama hatupo? Tupo ama hatupo? Najua kuna watu wengi sana wanaogopa ati sijui kuzaa mama kufanyiwa nini. Kwani kuna mtu kuna wengine wenye walizaliwa na kuna wengine ati mama zao walipigia Mungu simu ndio waangushwe hapa. At the end of the day everyone will die. Hata unaweza toka hapa nje ugongwe na baiskeli na ukufe. So I would rather die for a cause that I believe in. I would rather die for a cause that I believe in.
kuliko nikae chini na uoga. Alafu saa hizo sasa tukikaa chini, Kenya izidi kuzoroteka, watoto wetu waishi kujilaumu kwa zile mashida zenye hatukuwa itekeleza, saa zenye tulikuwa hai na saa zenye tulikuwa na energy ya kuzitekeleza. Yes. Bunge la Mwananchi. Bunge la Mwananchi. Wangapi wako ready kusimama na mimi hadi familia ya Kajwang na Kajwang apate justice? So, naambia bloggers hivi. Hao bloggers wenye wamekuwa kwa street jana na wenye wamekuwa kwa street leo, mmekuwa mkinipigia simu ni wajoin. Lakini pia mimi ni president wa bunge la Mwananchi, ukweli uongo? Singetokea tu kwa street kama sijakuja kuwa consult. Sasa nataka mnipatie blessings zangu na blessings zenyu. Ndio mkiniona pale kwa street, at least mseme wenyewe bunge la Mwananchi imewakilishwa vizuri. Lakini juu tunapenda diplomacy. Tunapenda diplomacy. Kabla tungengane na wale wanaume, wafanye venye tumewaambia. Eliud Lang'ata step aside. Yes. Watupatie ultimatum. Sio historia ya TCJ investigation alafu inakaa 50 years. Yes. Kwani tuambia nani ukweli? Kama unajidunganga unasikia uchungu. Ati mtu alijigongesha nyuma. Boss, wajinga walisha bwana. I always tell, nawaambianga hivi, venye mulirulu wazazi wetu sio venye mnaweza turule saa hii. Mulirulu wazazi wetu kama hawajasoma. Na hizo uongo zenye zilikuwa za hizo enzi amwezi zileta saa hii. Saa hii tunaweza analyze one on one na tujue kitu ya ukweli na kitu ya uongo. So hatutaki kusema mnatudanganya. Ile kitu tu tunasema Lang'ata songea kando, investigation ifanyike, kwa sababu hata DCI ni juniors wako na huwa wana report kwako. So amwezi tuambia DCI wana investigate mtu na ule mtu mwenye wana investigate wanaenda kureport kwake. So hizo kuromboto ama sijui nini itabidi tumedeal nazo. Bunge la Mwananchi. Bunge la Mwananchi. So wanabunge hoya. Wanabunge hoya. So tuwapatie hiyo 48 hours. Kama hawatatupatia ripoti yenye itatutosheleza, yenye hata mtoto mchanga akiongeleshwa anaona ina make sense, tukubaliane Friday, twende tukunywe chai wapi? Twende tukunywe chai wapi? At the end of the day, hiyo chai yenye huwa inakunywa huko bado ni tax ya Wakenya. Kwa hivyo tuko mandated kwenda kukunywa chai saa zenye tunataka. Leo sina mengi ya kusema, lakini kama wanabunge, familia ikisha communicate, tutajua wale wanabunge wenye wataenda mazishi ni wangapi, na pia kama itawezekana sisi wote tuende huko juu alikuwa member. Na pia familia ikicommunicate tuambia ile kitu tunafaa kufanya kama wanabunge, tutaifanya. Na pia nataka kuambia bloggers, poleni sana, sisi ni familia moja. Mumeishi kunifanyia kazi na tutaendelea kufanya kazi pamoja. Achani niwaambie the reason why you kifo ni chungu, it is because of one thing. What usually happens in blogging society, unachukuanga example kama Hagai. Hagai anakumobilizea wale bloggers wengine. Akisha kumobilizea wale bloggers wengine, yeye kama mwenye amemobilize unampatia 5,000 ya mobilization. Alafu sasa mkisha kubaliana, ile pesa yenye mmekubaliana mnafanya nini? Ina trend. So utapata kijana hata maybe ni kitu yani ni uchungu tu, ni hustle ni ile hustle tu ya kupata kitu ya kukula. And that's why it's painful. Na mwenye alifanya hiyo si ati ajui. Because haiwezi kuwa kama mimi najua venye society ya blogging inaendeleaga na polisi mwenye ametrainiwa na mwenye anaenda training kila siku ati ajui venye huwa kunaenda. Kuna watu wenye wanadanganya wengine, and that's why tunasema hivi kama wanabunge. One of the reasons why tunasema we need change in this nation, it is because saizi ukianza kuongelea mambo ya kidnap,
kuna story msururu. Ukiendelea ukiingia kwa mambo ya extrajudicial killing, ndio hiyo. Tukiingia kwa mambo ya health, hapa nimesikia mkiongea mambo ya banking sector. Sijui mambo ya chakula. Tukiingia kwa mambo ya housing, hizi mashida ni nyingi, inaweza hatuwezi kuzitatua zote mara moja. So the only thing we can do as Kenyans, the only thing we can do ni sisi wenyewe tukae chini, tujue venye tutadili na hizi mashida zikiwa zote head on. Na mimi nataka kuambia polisi pia hivi. Bunge la Mwananchi, nguvu mashinani. Bunge la Mwananchi, nguvu mashinani. Mimi najua mmejaa hapa. Nataka kuambia hivi polisi. Hata nyinyi mko na familia polisi. Uko na watoto, uko na brothers na uko na sisters. Sasa nyinyi unafanyia mwingine maovu, hiyo laana inarudi kwa nyumba yako. Hiyo laana inarudi kwa watoto wako. Achani tuwe na utu, sisi sio wanyama. The difference between a human being and an animal ni juu mwanadamu anakuwa na utu. We can reason together. Lakini kama hatuwezi reason, tunaweza kaa hapa tusikilizane kweli. So polisi muwe na utu, mjue kuna life na kuna nini, and that's why kuna koti, kuna cell, kuna jela, ndio country kuwa na order.